Kipindi cha kwanza mpango wa mwalimu ulikuwa sawa sawa kwangu mimi, japokuwa utekelezaji wa majukumu kwa wachezaji kuna vitu vilikuwa haviendi sawa sawa. Ukiangalia kikosi, alianza na Aishi golini, lakini kwa kuna mstari wa walinzi wa 4, Lusajo, lakini pia Pascal Msindo, Fuentes pamoja na Yoro Diaby kama beki wa kati. Kwenye eneo la kiungo alianza na Akaminko pamoja na Imidi Mao kama viungo wa kati wawili, alafu na kiungo mshambuliaji mmoja Faisal. Lakini pia alianza na bwana mdogo Kibeku pamoja na Idi Nado kama viungo washambuliaji kutokea pembeni. Zidane Sereri akiwa anaongoza safu ya ushambuliaji. Ambacho mwalimu alikuwa anakihitaji hapa, moja ukiangalia hakuanza na mshambuliaji asilia. Kwa hiyo ambacho alikuwa anakihitaji ni kwamba jambo la kwanza, wanapokuwa na mpira timu inatakiwa kudhibiti zaidi ile fezi ya kwanza. Hawamu ya kwanza timu inapokuwa na mpira ni ujenzi wa mashambulizi. Na namna gani ambavyo alikuwa anadhibiti ile hawamu ya kwanza, ni kujaribu kutengeneza faida ya idadi kipindi ambacho anajenga mashambulizi yao. Na ndio maana kuna muda ulikuwa unamuona Imidi Mau au Akaminko, mmoja kati yao anashuka katikati ya mabeki wakati wawili na kutengeneza mstari wa watu watatu. Kwa nini watu watatu? Ni kwa sababu Young Africans wao walikuwa wanazuia na muundo wa 4-4-2, 4-4-2. Wale watu wawili wa juu kulikuwa kuna mshambuliaji mmoja pamoja na winga mmoja. Kwa hiyo ambacho kana kitaka mpango wa Yanga, mwalimu Mwanza mligundua kwamba Yanga analazimisha zaidi Azam wapite ndani, alafu wafanyie transition kutokea katikati ili iwe rahisi zaidi kwa Young Africans. Sasa mwalimu ambacho kana kihitaji na yeye, moja ni wachezaji wake kufanya zaidi mbadilishano wa nafasi katikati ya kiwanja. Na nafikiri iliwavuruga zaidi Young Africans kwa sababu unamwona Idi Nado anakuja ndani, Kibeko anakuja ndani, kuna muda tayari kwenye eneo la midfield unakuwa na wachezaji wengi zaidi. Na kitu ambacho kilikuwa kinawapa ugumu zaidi wapinzani wao ni kushindwa kujua ni muda gani wa kuwafuata wale watu ndani na muda gani wa kubaki ku-maintain ule muundo wao wa kiulinzi. Lakini kipindi cha kwanza hicho Evans ametoka kuhitaji nafasi ambayo ilitengenezwa. Na kitu ambacho nilikuwa nakipenda zaidi kwa Azam ni adaptation. Yaani wana falsafa yao kiuchezaji, lakini wana uwezo wa kubadilika kuendana na mazingira. Kuna muda walikuwa wanapiga mipira mirefu kwa sababu walikuwa na Zidane Selele ambaye anaweza kana shambulia nafasi iliyokuwa wazi muda wote. Na kuna muda kweli ulikuwa unaona Baka anapata wakati mgumu ule upande wake wa kushoto kwa sababu mara nyingi maswali magumu walikuwa wanauliza kutokea kwenye ule upande. Pressing ya Azam pia ndani ya dakika 45 za kwanza ilikuwa na nguvu sana, ilikuwa na ushawishi sana. Lakini kipindi cha pili ambacho mwalimu alikuja kukifanya ni kumuingiza sasa mshambuliaji ambaye Jean Gita aliingia ndani ya kipindi cha pili. Ambacho mwalimu alikuwa anahitaji sasa, aligundua kuna msongamano wa watu wengi kwenye eneo la kiungo.